Mimi nazungumza kwa sababu sasa hivi hakuna kuogopana. Hao watu ndio wanataka kuliharibu taifa. Lazima tuchukue hatua na hawa wachunguzwe, viundwe vyombo vya kijaji, mamlaka inaruhusu zichunguze majaji wote waliokuwa wakihusika kulifikisha hapa taifa na kutumika kufanya maamuzi ambayo hayana tija kwa taifa. Kesi mfululizo za kushambulia chama cha Chadema. Sijui kesi watu wa Zanzibar wanasema hawakupewa mgao. Anayedai kupewa mgao ndio aliyekuwa kiongozi miaka yote. Mahakama inatoa injunction ya kuzuia kazi zisifanyike Busokero. Busokero inahusiana nini na Zanzibar? Alafu huyo jaji bado yuko mahakamani. Anatoa hati kwa hati ya dharura kuzuia shughuli zote za chama cha Chadema. Shughuli ya Kabanga inahusiana nini na mgao wa Zanzibar? Shughuli ya Nachingwea ya Chadema inahusiana nini na mgao wa Zanzibar? Alafu kwa nini hatuoni kwamba majaji kama hao wanatumika kuleta vurugu kwenye vyama vya siasa? Moja ya maamuzi yaliyosababisha hizi stress ni watu kukosa forum. Unazuia chama chenye watu zaidi ya 40% na kwenye nchi wanachama. Unafikiri pressure wataitolea wapi? Alafu unaanza kutafuta vijana wa watu huko na window unabambikiza. Kumbe watu wenyewe wanaosababisha hizi stress wako wamekaa kwenye viti wanazungusha viti. Kwa hiyo lazima tuone tatizo lilipoanzia. Tatizo limeanza baada ya watu kufungwa midomo. Wewe unasema vijana wameandamana vibaya, wangeandamana vizuri nini? Wapi ulikowahi kuwapa mazoezi ya kuandamana? Wakati kila siku wakitaka kuandamana unawanyima, unasema taarifa za intelligence. Anaweza kuandamana tu ni mwana CCM kwa chochote kile anachotaka. Kila mwingine ni taarifa za intelligence. Unapomzuia mtu kujifunza namna ya kufanya jambo vizuri, usimlaumu siku akilifanya vibaya. Tumeua midahalo vioni, tumeua midahalo kwenye taasisi za elimu ya juu. Taasisi za elimu ya juu vimekuwa viota vya kubemenda na kufanya watoto wakitoka kule anakuwa watoto wa kabisa wawezi kuagwa, wawezi kurizwa na wawezi kufanya nini. Alafu mtoto huyu akitafuta njia yake mwenyewe ya kutafuta na kujibu changamoto, unamfuata na risasi. Wakati ujinga wa watu wazima ndio uliosababisha taifa kufika hapa. Wale watoto hawakujiweka katika mfumo huu, tumewasababisha wafike hapo kwa sababu ya maamuzi yetu yasingozingatia uhalali, tukiongozwa na matamanio ya muda mfupi. Kwa hiyo yote haya ndio yanayotakiwa tuangalie kwenye uwajibikaji. Nani kila mmoja alivyofanya. Kwa sababu hii sio surprise, kila mtu alijua uchaguzi una matatizo huu. Tunaambia watu waboreshe kanuni, baada ya kuimarisha kanuni wanaharibu zaidi kanuni. Alafu tume ya uchaguzi inahozi kila kitu, inahozi uchaguzi, inahozi elimu ya uraia, inahozi nini na haina wajumbe. Kiburi tu. Watu wanakaa kwenye ofisi zao, mahakama inasema Mpina aingie kugombea, anatoka mtu anaenda kuweka pingamizi mtu asigombee. Kwani wewe unaumwa nini mtu akigombea? Si wananchi ndio wanataka, si watachagua wanamtaka. Haya, leo hii sheria na kuonyesha namna ya kupatikana wabunge wa viti maalum. Haya, angalia kule walizopata Chauma, ACT sijui na nani. Wale wabunge wa viti maalum wametoka kule. Mimi nauliza ukweli kwa sababu najua wengine tutawakoza, lakini kuulize umepata wapi wabunge Chauma wa kuingia pale? Kura zipi ulizopata weza kukupa ubunge wa viti maalum? Si manake watu uchaguzi ni kanyaboya tu. Watu wanafanya pale kupoteza muda ili kuua raia. Lazima tuwe wakali, tukatae hii. Marundo ya watu wanafikishwa mahakamani saizi kushtakiwa. Pesa za umma zinatumika kuendesha mashtaka ya uongo, sijui armed robbery, sijui conspiracy, sijui treason. Treason gani? Kwani tunaruhusu mambo yasiyokuwa na maadili yanafanyika hadharani kana kwamba nchi inaongozwa kiuni? DPP amepewa mamlaka kikatiba ya kuhakikisha kesi za uonevu za wananchi hazifiki mahakamani. Lakini sasa kuna makesi ya uonevu yamejaa kila mahali na ofisi ya DPP ipo. Tuna haja gani ya kuwa na ofisi ambayo haiwezi kutekeleza huo wajibu wake? Haya ndio mambo ya uwajibikaji. Lazima tuangalie utendaji wa kila hizi ofisi. Tuna ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, hii ofisi ya mtungi. Ile ofisi wote waliomo mle ofisini wanatakiwa kustaafishwa na kuzuiwa kutumikia umma. Ile imechangia kuwanyima Gen Z wa Tanzania chama kinachoendana na falsafa zao. Hivi vyama vyote ni vya mwaka 92. Ukiondoa ACT, vyama vimezeeka, vijana wamekuja, wamezaliwa 2000, sasa hivi wanapiga kura, hakuna chama kinasajiliwa.
Kama umewazuia haki yao, freedom of association, wakiretaliate, kwa nini unaenda kuwapiga? Wewe wape vyama, waambia msipigane mitaani, anzisheni chama, chagueni mtu mnayetaka awe rais kupitia chama cha siasa. Chagueni chama, undeni chama, chagueni mbunge kupitia vyama vya siasa. Ofisi ya mtungi imechangia hawa jenzedi kuandamana. Mtungi amefanya kazi ya kusajili vyama na kuonyesha kwamba don't fight, argue. Msiunde vikundi vya kigaidi, unda vyama vya siasa, waweke utaratibu rafiki. Hawa vijana wasingekuwa na vyama vinavyoendana na falsafa zao, wasingekuwa na tumaini. Hata kama achukui nchi, lakini anakuwa na tumaini kwa sababu anaona tume ya uchaguzi huru, anaona anasajiliwa, anaona na alternative forum ya kuzungumza. Kwa katika uwajibikaji, hii ofisi ya msajili wa vyama vya siasa inatakiwa ifutwe na wote waliomo kwenye ile ofisi wasiruhusiwe kufanya shughuli yoyote katika utumishi wa umma. Haki ndio ametufikisha hapa. Vijana hawana chombo cha kuzungumzia, hawana chombo cha kusemea. Kwa sababu vyama vingine vinabeba propaganda zetu, mambo yetu ya kidumu, Chama cha Mapinduzi, hao labda akisema M4C, sijui huyu akisema sijui nani, huyu akisema kila chama. Huyu akisema ubwabwa, huyu akisema nini, kila chama. Hivi vyama vyote vimezeeka, haviendani na hao vijana. Alafu sisi tunawalaumu kwa wao. Why are you going to the street? Unataka waende wapi? Tumewapa forum za kusajili vyama vinavyoendana na umri wao na vijana wenzao ambao wanaweza wakabeba idea. Tumeallow hizi diversity. Yaani umeziba maji alafu unashangaa bomba kupasuka. Kwa hiyo tatizo kubwa lililopo, mimi naamini kubwa ni tatizo la political management katika nchi yetu. Na watu kuamini katika risasi na bunduki kuliko katika kuzungumza. Ndio maana watu wanapojaribu kuzungumza leo unashangaa ametoka askari polisi, mimi nani nitapiga. Siku hizi naona wanashambulia hata watu wanaozungumza WhatsApp. Unataka wasipozungumza WhatsApp watazungumza porini. Ninawaambia wa polisi wajue, acha watu wajadili. Na wakijadili inakusaidia wewe kujua watu wanavyofikiri. Mimi naona saizi polisi bwana wanatoa majina ya WhatsApp, sijui namba za WhatsApp, hawa watu walikuwa wanajadili, wanafanya walikuwa wanajadili, wewe unachotakiwa ni kuuliza hicho waliochukua kijadili, kwa nini wanajadili? Tufanye nini kutafuta majawabu ya hichi kitu? Wewe badala yako unaanza kupiga watu wanaojadili, mara ukamate mtu upige marungu ya kichwa. Kichwa hakipigwi rungu mzee, uwezo ukapiga rungu mawazo. Mawazo yakishatokeza is like a spirit, uwezo ukashika mawazo. Yule ni mtazamo wa mtu, is an ideology. Na kila mtu ana haki ya ideology, kuuza kujadili ideology yake. Hakuna mtu anayetakiwa kutuumbia. Hakuna kitu ambacho hakiwezi kujadiliwa katika nchi hii. Maana kuna watu wanafikiri hapo ukijadili muungano ni uhalifu. Hakuna kitu kinachoruhusiwa kujadili. Rais anachaguliwa na watu wana rais ya kumjadili na wana right ya kutaka aondoke hata kabla ya kipindi chake wasiporidhika naye. Kila kitu tulichonacho ni cha kisheria, kila kitu kinajadilika. Biblia yenyewe inajadilika. Sebuze mtu umezaliwa Buzokero tu hapo Kandete, umetoka tu hapo Kandete, umefika hapa mbeo, umepata kacheo, unaanza kuvimba mashavu, usijadiliwe. Wewe nani usijadiliwe kwenye ofisi za umma? Kwa hiyo tunapozungumza ni kwamba tunalihitaji taifa hili kuliko watu. Tunalihitaji taifa hili kuliko CCM. CCM inakutupeleka, inataka kuangamiza taifa hili. Ndio maana unaona wabunge wako pale wanashika Biblia na Qur'ani, huku wakijifuta na leso zilizojaa damu. Sasa vijana wa Tanzania waliofariki kuanzia tarehe 28, 29, 30, 31, tarehe 1 mpaka tarehe 3. Why are we not ashamed of ourselves? Kwani hatuoni aibu?